بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما أثنى ربنا على نفسه، والصلاة والسلام على محمد الصادق الأمين، فقد أدى أمانته ونصح أمته ولم يترك للناس بعده مقالا، ورحم الله خلفاءه من بعده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها إخوة المتقين، ما كان الله ليراني وأنا أقف في هذا الموقف وأخون في ديني. اللهم إني ضعيف فقويني، اللهم إني مخطئ فاغفر لي، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيها الناس، فإني أوصيكم ونفسي القاصرة المقصرة بتقوى الله تعالى في السر والعلن. إنه زاد الأبقى من كل شيء، من اتقى الله كفاه الله أمر الدنيا. Wapenda Waislamu, nakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa siri na kwa dhahir, na yote mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala basi Mwenyezi Mungu humtoshea katika mambo yake ya kidunia. Wapenda Waislamu, khutba yetu ya leo tutaangazia katika aya ya Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Baqara. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'ani, dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Sadaqallahu alazim. أيها المسلمون، فقد جاءكم كتاب من الله ونور مبين، فاتبعوه لتهتدوا في ظلمات الدنيا والآخرة، ولا تتبعوا الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، أولئك شر البرية في الدنيا والآخرة، وأولئك من حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان humul khasirun. Wapenda Waislamu, kwa hakika tumepata baraka ya kupata kitabu ambacho ni Qur'ani, kitabu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ni mwongozo kwa wamchao Mwenyezi Mungu, lakini kitabu hicho hakina mashaka ndani yake. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika Qur'ani, dhalikal kitabu la raiba fihi, hicho kitabu ambacho tumekuleteni Waislamu ambacho ni Qur'ani, la raiba fi, hakina mashaka ndani yake. Kipi tutakiwa kufanya? Fattabi'uhu litahtadu fi dhulumati dunya wal akhirah, kifateni maelekezo ambayo Qur'ani inasema ili muweze kuongokewa katika dunia na kesho akhira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wala msibabaike na kufata wale ambao huandaa utaratibu na mitaala kwa ajili ya kuwapoteza watu, kwani hao ni sharrul bariya, ni shari ya viumbe, na hao ni katika hizbu shaitan, ni katika makundi ya shetani. Ala inna hizba shaitani humul khasirun. Jueni na kutanabai kuwa makundi ya shetani ni yenye kupata hasara iliyokuwa kubwa. Wapenda Waislamu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika aya hii ambao ndio mwongozo wa hutuba yetu ya leo, ikitukumbusha kuwa kitabu ambacho Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametuletea, kitabu hicho ni mwongozo. Kwanza, kitabu hicho la raiba fi, hakina mashaka ndani yake. Ikiwa utafata utaratibu wa Qur'ani, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amekwisha tuambia, faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Yoyote mwenye kufata utaratibu ambao ni mwongozo nilioleta, fala khawfun alaihim wala hum yahzanun, watu hao huwa hawana hofu na maisha yao na wala hawana utaratibu wa kuhuzunika, ima duniani ima kesho akhira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maana ni watu wenye furaha na ni watu wenye mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni nukta ya kwanza katika aya ambayo tumeisimamia katika siku ya leo. Aya hiyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katuletea maelezo mbalimbali. Inna hadha alkitaba, hakika ya kitabu hichi ambacho leo tunakizungumzia hapa ni Qur'ani,
alladhi baina aydikum alana, ambacho sasa kipo mbele yetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa kitabun mustamilun ala ma lam tashtamil alayhi kutubul mutaqaddimin wala almutaakhirin. Ni kitabu ambacho kimekusanya mambo ambayo hakijawahi kupata kukusanya kitabu chochote katika vitabu vilivyotangulia na wala vitakavyokuja baada ya kuwa Qur'ani tayari ipo, kwa maana ya mufassirin, kwa maana vitabu mbalimbali ambavyo watu watakaoviandaa haviwezi kuwa na muongozo kamili kama ambavyo Qur'ani ina muongozo ulikuwa kamili katika maisha ya duniani. Na hapo ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema la raiba fi, hakina mashaka ndani yake. Kitabu hicho bila shaka ukikifata muongozo wake upo kamili. Inna hadha alkitab, hakika ya kitabu hichi ambacho sasa leo tunakizungumzia, yastamilu, kimekusanya ala ilmi al-yaqin. Kwanza kimekusanya elimu ambayo ni yaqin, kama ambavyo tunavyojua kuna ilmu al-yaqin ambayo hiyo lazima uipate kwa yakini yako. Yakini yako iakinishe vipi jambo hilo? Kitabu hichi kimekusanya yakini hiyo, muzilu lishaki, kwanza inaondoa shaka na matatizo yaliyopo katika nafsi zetu. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa ametukabidhi sisi kitabu kama hicho, ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatwambia hudan lilmuttaqin, kwanza ni muongozo kwa mchao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, hutuba ya leo imeishi na itaishi katika kuelezea Qur'ani, kitabu ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa ni hidayah kwetu, ametupa kama ni destur, kwa maana ya kanuni, katiba wal qanun, ni katiba na kanuni ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa kwa ajili ya maisha yetu. Na ilipotokea hasara ya kuacha kitabu kama hichi, ndiyo matokeo ambayo tulionayo mpaka sasa tunayoyaona, ya kupata kizazi ambacho kinaona uwezekano wa kuipata haki yake ni lazima kinyanganye haki ya mwingine. Uwezekano wa kuipata haki ni lazima wapigane, wamwage damu zao ndipo watapoipata haki. Ni kwa sababu tumeiacha Qur'ani. Tukapata kizazi ambacho kinaweza kikasimama na kuhamasisha vurugu na kuhamasisha fujo katika miji yetu na katika maeneo yetu. Ni kwa sababu tumeiacha Qur'ani, ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa Qur'ani ije kuwa ni muongozo katika mambo yetu ya dunia na pia mambo yetu ya kesho akhira kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. La raiba fi, kitabu hicho hakina mashaka ndani yake. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika pointi ya pili katika aya hii akawa amezungumzia kuwa ni hudan lilmuttaqin, ni muongozo kwa wamchao Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna hadha alkitaba alazima alladhi anzalahu Allah Ta'ala, hakika ya kitabu hichi ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekiteremsha kwetu, kitabu hichi lam yunzilahu Subhanahu wa Ta'ala limaslahati fulani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakukiteremsha kwa sababu ya maslahi ya fulani wala li shay'in fulani, wala hakukiteremsha Mwenyezi Mungu kwa sababu ya jambo la mtu fulani wala li hidayati fulani, na wala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuiteremsha Qur'ani kwa sababu ya kumuongoza mtu fulani tu. La, wa innahu anzalahu Allah Ta'ala, na hakika si linginelo, Allah Subhanahu wa Ta'ala ameiteremsha Qur'ani hii hudan li jami'i masalihi daraini liman arada, muongozo kwa ajili ya mafanikio ya akhera na duniani. Lakini liman arada, kwa yoyote mwenye kutaka mafanikio ya duniani na yoyote mwenye kutaka mafanikio ya akhera kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe ufuatiliaji uliokuwa mzuri ili tuweze kufanikiwa katika dunia na kesho akhira kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadi almuhtadun fa idha quri'a alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. وقال عز من قائل عليما فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.
أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ادعوا الله وأنتم موقنون الإجابة. الحمد لله الحمد لله الذي يفتتح بحمده كل رسالة ومقال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه الهادين من الضلال. أما بعد، إخوة الكرام، أوصيكم مرة ثانية ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته، فاتقوا الله تعالى في السر والعلن، إنه زاد الأبقى man ittaqa Allah kafahu Allahu amra dunia. Wapendwa Waislamu, kwa mara nyingine nakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani yoyote mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala basi amejihakikishia mafanikio ya duniani na kesho akhera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wapendwa Waislamu, tulikuwa tukiangazia leo katika aya ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ndio imesimama katika khutba yetu, dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Hicho ni kitabu ambacho nimekuleteni, hakina mashaka ndani yake, lakini pia ni mwongozo kwa wamchao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tukazungumzia uongofu na muongozo wa Qur'ani kwa uchache, na pia tutazungumzia kuwa Qur'ani ndiyo humpeleka mtu katika kilele cha uchaji Mungu, na ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia hudan lilmuttaqin, kuwa Qur'ani ni muongozo kwa wale wamchao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Inna hadha alkitaba alazim alladhi anzalahu Allah ta'ala ilaina lam yunzilhu limaslahati fulan wala lihidayati fulan wala li shay'in fulan, innahu anzalahu Allah ta'ala, hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amekiteremsha kitabu hichi lihidayati lijamii alkhalqi liman arada, kwa ajili ya kuongoza viumbe wote, lakini liman arada, kwa yoyote mwenye kutaka katika mafanikio ya dunia na kesho akhera kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, man arada dunya fa alayhi bilquran, yoyote mwenye kuitaka dunia, ukiwa una shida na kuipata dunia, fa alayhi bilquran, shikamana na Qur'ani itakupa dunia. Wa man arada al-akhirata, na yote mwenye kuitaka akhira, fa alayhi bil-Qur'an, naye ashikamane na Qur'ani. Kama lengo lako ni kuipata akhira, basi shikamana na Qur'ani, kwa hakika akhira utaipata. Wa man arada kilahuma ma'an, na yote mwenye kuvitaka vyote viwili, anaitaka pepo lakini anaitaka akhira na anaitaka dunia, fa alayhi bil-Qur'an, basi ashikamane na Qur'ani. Hadithi ameipokea Umar ibn al-Khattab na ameitoa Imamu Muslim katika kitabu chake safaha ya 817. Anasema Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, anasema amma inna nabiyakum sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qad qala, tambueni kuwa hakika ya mtume wenu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amesema, inna Allaha yarfa'u bihadha al-Qur'ani aqwaman wa yad'u biha aqwaman, hakika ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yarfa'u bihadha alqur'ani aqwaman, anawainua kwa kupitia Qur'ani hii watu. Mwenyezi Mungu huwainua daraja watu kwa kupitia Qur'ani. Wa yad'u biha aqwaman, lakini pia sivyo, na huwaweka chini, kuwafanya watu wanyonge kwa sababu ya Qur'ani. Mwenye kuifuata Qur'ani rafa, atakuwa ameinuka. Wa man taraka wada, na yoyote atakuwa ameiacha atakuwa ameshuka chini. Huo ndio utaratibu ambao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa Qur'ani hii watu husimama, na kwa Qur'ani hii pia watu hutelemka chini. Na hicho ndicho tunachokiona katika jamii yetu ya sasa, kuwa tumeiacha Qur'ani, tumeacha mafundisho, tumeacha utaratibu wa Qur'ani, hatimaye tukapata kizazi kisichothamini uwepo wa baba, tukapata kizazi kisichothamini uwepo wa wazazi wawili, kwa sababu tumeacha Qur'ani. Qur'ani ndiyo mwalimu ambaye hulea nyoyo, akili pamoja na mwili. Ni Qur'ani inayokutaka usafi, ni Qur'ani ambayo inayokutaka uwe na moyo safi, ni Qur'ani inayokutaka uishi vizuri na ndugu zako, ni Qur'ani inayokutaka uheshimu kila unayemuona,
ni Qur'ani inayokutaka umheshimu mkubwa, lakini pia umhurumie mdogo, nayo ni Qur'ani ambayo inataka hivyo. Fahuwa, basi hiyo Qur'ani murshidul ibad fil masail al-usuliyya wal furu'iyya wa mubayyinu lil haqqi min al-batil. Lakini Qur'ani hiyo ndiyo huongoza watu katika mambo binafsi na mambo ya kijamii, lakini pia Qur'ani hiyo ndiyo mubayyinu lil haqqi min al-batil, ndiyo hubainisha haki na batil, ni kwa Qur'ani. Wasahihu min ad-da'if, lakini pia Qur'ani ndiyo yenye kubainisha kitu sahihi na kitu ambacho sio sahihi. Wa mubayyinu lakum, lakini pia ni Qur'ani ambayo inayokubainishieni kaifa tasulukuna turuqan nafi'ata lakum, ni vipi mnaweza kufata njia zilizokuwa na manufaa kwa upande wenu ninyi, fi dunyakum wa ukhrakum, katika dunia yenu na akhira yenu. Qala ta'ala hudan linnas, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hudan linnas. Sadaqallahu alazim. Ayuha almuslimun, inna hadha alkitab alazim huda li jami'il khalq, kitabu hichi ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekiteremsha kwetu ni muongozo kwa watu wote, mkubwa na mdogo. Rahma anna almuttaqin, licha ya kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wale wamchao Mwenyezi Mungu, hum aktharu intifaa, wao ndio wenye kunufaika zaidi kulikoni wale ambao hawamchi Mwenyezi Mungu. Na pia tutambue kuwa muongozo upo wa aina mbili, kuna hidayatul bayan, lakini kuna hidayatut tawfiq. Kuna hidayah kuna muongozo wa kupata ubainifu wa kujua hichi ni kizuri na hichi ni kibaya, muongozo wa kutambua hichi ni kifanye katika jamii na hichi ni chikifanye, ni muongozo unaopata katika Qur'ani. Lakini pia kuna muongozo ambao ni hidayatut tawfiq, hidayah ya utekelezaji. Unaweza kuwa unajua hichi ni kibaya na ukawa sio mtekelezaji. Ni wangapi tumewaona wakiamrisha mazuri na wao wakiyaacha? Ni wangapi tumewaona wakikataza mabaya na wao wakiyaendea? Kwa hivyo walichokikosa kwao ni hidayatut tawfiq, na wakaweza kupata hidayatul bayani, ubainifu, na ndio maana wakaweza kutubainishia. Falmuttaqin, kwa wamchao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tahsulu lahumul hidayatan, kwao zinapatikana miongozo ya aina mbili, ambao watapata hidayatut tawfiq, watapata na hidayatul bayani. Muongozo wa ubainifu, watakuwa wanajua hichi ni kizuri na hichi ni kibaya, lakini pia watapata kutambua kuwa hiki kwa muda huu ni vipi nikitende na hiki ni vipi nikiache. Wale wamchao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa ghairuhum, na wasiokuwa wacha Mungu wamchao Mwenyezi Mungu, lam tahsul lahum hidayatut tawfiq, haitopatikana kwao hidayatut tawfiq. Wa alamu ayuhan nas, tambueni ndugu zanguni, ana hidayatul bayani biduni hidayatut tawfiq lil amali biha, ya kuwa muongozo wa ubainifu wa mambo pasina kuwa na muongozo wa tawfiki ya utendaji wa majambo, laisat bihidayatin haqiqiyya, huo hatuuiti kuwa ni muongozo ambao unaopatikana katika Qur'ani. Leo tunakukumbusheni ndugu zanguni, na hutuba yetu ya leo imeishi katika kipengele cha kuwa tuitambue Qur'ani na tuweze kuifuata kwa ukamilifu wake. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Akthiru min as-salati alayhi takunu min al-faizin. Allahumma ardani al-arba'ati al-khulafa'i ar-rashidin, منهم خليفة رسول الله بالتصديق وتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعن بقية صحابة رسول الله سيد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.